Nyingine, kukosa imani. Wakati mara nyingi tunapopitia changamoto mbalimbali, inawezekana unapitia jaribu la afya, biashara huenda haiendi vizuri, umesoma, una elimu nzuri lakini unatafuta kazi, upate ajira. Unatamani kufanya huduma fulani ambayo Mungu amesema na wewe, lakini unajikuta hofu inajengeka ndani yako. Hivi mimi nitaweza? Mungu amesema na mimi kwamba mimi nitakuwa mwalimu, nitakuwa mhubiri mzuri mkubwa, nitakuwa mfanyabiashara mkubwa, nitakuwa tajiri. Inawezekana kweli? Unajikuta unamwekea Mungu mipaka kwa sababu tu ya kupungukiwa imani. Kwa hiyo tunaona pale ambapo imani zetu zinakuwa ndogo mbele za Mungu, pale ambapo tunaangalia changamoto badala kuangalia ukuu wa Mungu katika ile changamoto, siku zote hofu inajengeka ndani yetu. Na mara nyingi Mungu anatutamani sana tuangalie ukuu wake kuliko yale matatizo tulionayo. Japo mara nyingi wanadamu tunafanya kinyume. Wengi wetu huwa tunapenda kuangalia matatizo tulionayo kuliko ukuu wa Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 30, tunamwona Petro mtume pale. Alipouona upepo tu wakati anatembea juu ya maji, Yesu alipomwambia nifuate, akaanza kuchukua hatua ya kumfuata. Lakini wakati anatembea juu ya maji, alipouona upepo tu, hofu ikaingia, akaanza kuzama. Kwa hiyo mimi na wewe inawezekana wakati mwingine katika maisha kuna mambo ambayo tunakutana nayo. Zile sauti za adui, wakati mwingine sauti za watu, inafika mahali zinatuondolea imani kubwa tulionayo katika Mungu, na kujikuta hofu inaingia ndani yetu. Na hofu ikishaingia ndani yetu, sio rahisi kushinda, kwa sababu tunakuwa tumepungukiwa imani. Jambo la tatu, mawazo mabaya au wasiwasi. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unaona nini? Siku zote mawazo, ngome ya mawazo mabaya ambayo mtu anayo nafsini mwake. Mithali 23 mstari wa 7. Maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kile unachokiona wakati mwingine kinaweza kukujengea hofu. Unaona nini katika ugonjwa